Karibuni tena. Leo nitakwenda kuwaonyesha ni namna gani ya kufanya mauzo kwenye system yetu. Kwa hiyo ukiangalia hapa system yetu kwenye lugha ya Kiswahili, kwa hiyo kwenye lugha ya Kiingereza utaona ni sehemu ya kufanya sales. Kwa hapa nitachagua sehemu ya mauzo. Sehemu hii itaniomba nianzishe kati. Kwa hiyo kama kati ipo utaikuta hapa, lakini unaweza kuanzisha kati hapa. Kwa safari hii naweza nikaianzisha hapo. Inakuja baada ya kuanzisha itafungua kati yako. Hii kati unaweza ukachagua bidhaa. Kwa mfano hapa nitachagua labda spare. Hili duka langu la spare. Kwa mfano hapa nimechagua hizi naambiwa hapa kiasi kilichobaki zinaonekana zimebaki 4, tarehe ya kuisha ina maana kama ina expire ni hiyo. Naulizwa bei yake ni hiyo, kwa hiyo ina maana tayari mtu anaweza kujua bei. Lakini vile vile nanipa niweze kuedit kwenye system hii. Kuna sehemu ya kuset kwamba either nimruhusu mtu wa edit au nisimruhusu mtu wa edit bei. Kwa hapa mimi nitasema baba namuuzia 2, nitaenda kuonyesheni baadaye. Nawasilisha kwenye hiyo kati yake. Kati ni kama kapu lake. Namtafutia na bearing hapa. Bearing labda hizo baki 21, bei yake ni shilingi 2500 na zenyewe nitampa 2. Kwa hiyo hapo utakuwa unajaza kwenye kati, lakini system inakupa hesabu. Unaziona hapa, unaona kila kitu kikiwa wazi. Kwa hiyo mteja wako anakuwa anaona gharama yake ile inayokwenda. Labda ni hadi na kitu cha mwisho. Hizo raba hapo, raba anachukua 1 na wasilisha. Kwa hiyo hapo utaona inakupa mchanganuo mzima ya bidhaa zilizochaguliwa na kila kitu. Sasa kama huyu mteja ni mteja endelevu, unaweza ukajaza jina lake hapa na namba zake za simu. Faida yake ni kwamba utapata nafasi ya kuona wateja wako wote, namba zao za simu. Na huu mfumo wa duka langu kwa baadaye utakuja kuwa na SMS, unaweza kuwakumbusha wateja wako au kaweka reminder au kuwajulia hali, kutengeneza uhusiano mzuri na mteja. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa kwa mfano kama hii kati mimi sitoweka jina la mteja, lakini sehemu hizo zipo na zinaruhusu. Kwa hiyo ukiangalia hapa pia kuna sehemu ya kutoa punguzo. System hii kuna sehemu nitaenda kukuonyesha unafanya setting kwamba je, unaruhusu kuuza kwa punguzo au je unaruhusu muuzaji aweze kubadilisha bei au kuedit bei. Vitu vyote hivi vinasetiwa na sehemu maalum ambayo inasetiwa na mwenye duka mwenyewe. Kwa hiyo kwa muuzaji atakuwa hana privilege ya kufanya hivyo. Kwa mwenye duka ndo atakuwa na uwezo wa kuseti. Lakini kwa hii kati yetu leo itakuwa iko simple kama unavyoiona, sitoadi chochote, ninaweza kukamilisha mauzo haya. Nikikamilisha mauzo haya yanakuwa yamefanikiwa na hii sehemu imekuja tena kwa ajili ya kuanza kati mpya. Ukimaliza mauzo, system yetu inatoa nafasi ya kutoa receipt. Kwa hiyo ukiangalia kwa hapa kuna sehemu ya receipt. Ile mauzo tuliyofanya, tuliuza hizo, tukauza hizo hapo. Kwa hiyo tunaona tumepata na toto, kulikuwa na kiasi cha punguzo na kuna hadi QR. Hii QR ukiskani, mfumo wetu utakuja kukukumbusha hii receipt kama ni halali au si halali. Kwa hiyo tumekuwekea kila kitu na hapo unaweza kumprintia mteja wako receipt yako. Kwa bahati mbaya hapa sijaweka logo yangu, lakini ningeweka logo ya duka lako wewe ningeonekana hapo kwenye receipt ya mteja wako. Inakusaidia kuweka relationship na wewe na mteja na mawasiliano yako hapo. Kwa hiyo mteja anaweza kukutafuta kwa mawasiliano zaidi. Nashukuru sana. Hicho ndio kipengele cha kuuza. Kama utakuwa na maswali zaidi, karibu kwenye comment, tutayashughulikia. Asante sana.